chairman wa Toi kuja hapa mwenyewe uambie wananchi nini ilifanyika. Halo. Mheshimiwa Jacom, president wetu, viongozi wote ambao wamefika hapa, wana biashara wote wa Toi, amjambo. Amjambo tena. Siku ya leo number 1 ni kuchukua fursa hii kwa siku ya leo. Wale walikuja juzi, wale wamekuwa hapa, ni atungekuwa hapa. Mheshimiwa Raila alianza na sisi 1996 tukifuruswa pale na katurudisha kama tuko na matope hapa. 2007, 2008 Mheshimiwa Raila alisimama na sisi. 2013 soko ikichomwa, Mheshimiwa Raila alisimama na sisi. 2019 was one of the worst one. Mheshimiwa Raila alikuja hapa tukisingirwa na wana GSU na alituokoa. Leo hii 2023 Mheshimiwa Raila tena amerudi. Tunasema nini? Mungu ambariki. Mheshimiwa hapa imebeba over 7,000 traders. Na these 7,000 traders unaweza kuangalia structures pale. Umuhimu wa hapa ndiye imefanya kila mtu akopese pesa afanye yale ambayo imefanywa sahihi. Number 2, Mheshimiwa, tunaomba 1 or 2 things. Number 1, tunataka what we call land tenure wa hapa. Tuwe hapa permanently. Si ati utakuwa unakuja hapa. Utakuwa unakuja hapa every year. Leo ni 2023. 2019 ulikuwa hapa. 2024 utakuwa hapa. We want today a permanent solution. Number 2, hizo moto zote tumeambiwa na government agencies ya kwamba a thorough investigation is going to take place. All these incidences, nothing doing. Tunaomba ya kwamba this one should be the last one. Now, ya mwisho, viongozi wamesimama na sisi. Kwa niaba ya watu wa Toi Open Air Market, I want to take this opportunity to thank Kibra leaders led by Commissioner Catherine, all our MCS, all our party leaders, all our party youths. They have always been very firm and they have always stood with Toi. Correct? So tunaomba permanent solution ya Toi, investigation, ndiyo tuwe hapa permanently. Tuliahidiwa ya kwamba this market is going to be done by the county government. But we understand there are some vested interest. Mheshimiwa, I'm requesting you that you clear the air that anybody who is coming here for a single piece of land is going to go out empty-handed. So, without wasting your time, Mheshimiwa, those are our humble requests. Otherwise, thank you so much. Umekaribishwa. You are always the solution, and we will continue providing solution to this particular market. Thank you so much. Ameongea jaongea. Ameongea jaongea. Kwanza nataka Wakenya wajue hivi. Baba amekuja leo, si ni kweli? Na kabla hakuja hapa leo, jana alitupea chakula ya Toi. Si chakula nikuja hapa? Chakula si nikuja jana hapa? Mlipokea chakula? Makofi kwa baba. Baba, tumeshukuru sana. Hata kabla ukuje hapa, wana Toi walipokea chakula kutoka kwako. Na vile vile vingine kutoka kwa gavana Sakaja. Tumesema asante kama wana Kibra. Naomba Mheshimiwa Rose Masiza wa hapa uje hapa nawe pia uzungumze kwa niaba yetu ya Kibra.
Wana Kibra oye! Wana Kibra oye! Muko poa? Kwanza ni poleni sana. Kwa majina wanijui. Mimi ni Mheshimiwa Rosemary Masita, mama wa Makina. Leo tuko hapa, nimekuwa na nyinyi kutoka Jumapili. Tumezungumza, tumesaidiana pale inawezekana, si ndio? Mimi nataka kuomba baba yetu wamekuja leo. Baba, Toi tuko na shida. Toi imechomekewa, kila mara watu wanaanza kutoka nziro. Kwa hivyo baba, tunataka utusaidie. Sababu hawa wafanyakazi wa Toi, hapa ndio chakula yao, hapa ndio school fees, hapa ndio kila kitu, si ndio? Baba, tuko na shida. Kila mara ni moto, kila mara ni kilio. Na kwa sababu umekuja, tunataka iwe mara ya mwisho kulia tena, si ndio? Kwa hivyo utusaidie, ikiwezekana Toi ikichengwa, tunataka perimeter wall, si ndio? Ili mwenye anakuja kuchoma asipate nafasi ya kuingia ndani, si ndio? Hata if possible tuweke waya ya stima, si ndio? Baba, utusaidie. Tulishukuru sana kwa chakula ulileta jana. Nilishinda na wana Toi nikipeana hiyo chakula. Gavana wetu alileta chakula ingine tena. Wamama mlipata, si ndio? Watu wa Toi mlipata, si ndio? Kuna ingine tunaorganize na mbunge, atawaambia yeye mwenyewe wako hapa. Wenye walibakia sababu mlikuwa wengi na kuda papi yenu mmekuwa na malalamiko. Kwa hivyo sitaongea sana, ni usaidizi tunataka kwa baba na mambo mengi itatoka kwa baba, si ndio? Kibra wewe! Muko poa? Asante sana. Asante Mheshimiwa Rosemary Masita. Sasa imefika ukingoni, kazi yangu inaishia hapa. Baba, Mheshimiwa Tim Wanyonyi, mbunge wetu wa Westlands, alikuwa hapa jana na kaja na mabati 500 kwa watu wa Toi. Si ni kweli? Si ilifika? Lazima nikwambie baba, tumesema asante kwa sababu nikuja juu yako kwa jina yako. Jambo la mwisho, baba, serikali imeweka task force hapa Kibra ya jamii yetu ya Wanubi. Wametembea kila mahali wakichukua maneno kuhusu njia ya kuboresha ujenzi za nyumba za Kibera. Lakini baba, kuna wengine wachache kati yao wanachukua advantage ya mambo ya nyumba na land ya Kibra kuja kuchoma Toi. Hakuna kuficha hivi tu. Mnaogopa nini? Kuna wengine wachache ambao hata wahusiki na uboreshaji nyumba za Kibera na mambo ya shamba ya Wanubi. Wanasema ati hii Toi iko ndani ya 288. Hii Toi ni soko na haiko ndani ya 288. Hii ni soko ya wananchi wetu wa Kibra. Hii soko inasaidia watu wa Kibra mzima, Lang'ata, Dagoretti kwa jumla. Kwa hivyo baba, kila mara umetusaidia na Mungu akubariki sana. Naomba wakati huu toa orders, maana yake wewe ni baba wa orders, ili shamba ibaki kwa wafanyabiashara wetu. Hapo kwa biashara za Toi kuna wale wameweka stock ya over 500,000, 800,000, 1 million, yote wamechomeka hapa ndani. Si ni kweli? Baba, tumechoka. Baba, wewe ndio tegemeo letu la mwisho. Mungu akubariki sana. Najua MCAs wako hapa kwa wingi zaidi. Naita kiongozi wetu, kiranja wetu katika county assembly ya Nairobi, Mheshimiwa my boss. Tusalimiane. Haya, vile amesema mimi ni kiranja wa bunge la kaunti ya Nairobi. Na juzi nakumbuka tulipitisha mswada wa maji, water hydrant. So nahakikisha chairman ya budget pia amekuja hapa. Atahakikisha hiyo water hydrant itajengwa katika hapa.
Hizi ile watu wa kutenga, kuweka, yeye yako hapa atahakikisha hiyo water hydrant imewekwa. Ya pili, mimi ndio ghetto. Mimi ndio MCA wa Kilimani. Hapa jirani yenu. Na nimepewa jukumu rahisi sana ya kuhakikisha nitambue viongozi jeshi ya baba. Najua baba akitembea atembeangi peke yake. Ako na jeshi yake. Na hii jeshi yake ni members of the county assemblies wa Nairobi. Na sisi ndio tuko wengi. Nataka kuwatambua. Wasimame ndio pia wananchi watoe waone. Ni watambue kwa majina. Nikianza na huko mbali iko Mheshimiwa Redson Otieno Wangeu Ward. Hapo tuko na Mheshimiwa Munga wa Kabiro Ward. Hapo tuko na Mheshimiwa Majiwa wa Babadogo. Hapo tuko na Mheshimiwa Oyugi wa High Rise. Hapo tuko na Mheshimiwa Swaka wa Gatina. Hapo tuko na Mheshimiwa Scholastica wa huko Embakasi. Hapo tuko na Mheshimiwa Magoba wa huko hapa Lower Savana. Hapo tuko na Mheshimiwa Mugo, Cyrus Mugo wa Ngando. Hapa tuko na Mheshimiwa Msango kutoka huko Embakasi Pipeline. Tuko na Mheshimiwa Dan Oria wa kutoka huko Dandora. Tuko na Mheshimiwa Jared Akama kutoka Mgumoini. Tuko na huyu chairman nimesema atakuja ataongea hapa vile hiyo pesa ataweka ya water hydrant hapa. Isiku ile watu wa kupanga. Chairman wa budget kutoka Magari Mabatini Ward. Niko na Mheshimiwa wa chairman wa health wa Mountain View, Mheshimiwa Morris Ochieng. Niko na Mheshimiwa Amisi Malea kutoka Kangemi. Tuko na Mheshimiwa John Dile, ndaita wewe, utakuja kuongea kutoka line 7. Tuko na Mheshimiwa deputy wangu anaitwa Stanzo Omungala kutoka hapa Savana. Tuko na Mheshimiwa Palapala, chairman ya planning. Sasa umesikia mambo ya title, wewe hakikisha hiyo maneno ya title imefanyika hapa. Ni chairman ya planning. Kutoka Kitusuru, Mheshimiwa Palapala. Tuko na Mheshimiwa Jaconia, wenu hapa. Special elect wetu, chairman ya hapa. Tena tunaitanga yeye youth leader huko kwa bunge. Haya, tuko na Mheshimiwa Kado kutoka huko Isli. Yeye ni mheshimiwa, ni chairman ya World Development Fund. Tuko na mama yenu hapa Rosemel Masisa. Tayari ashaongelesha nyinyi. Tuko na Mheshimiwa Joel Mnuve kutoka Kariobangi. Tuko na Mheshimiwa Lawi Komanda Emma Silambo kutoka huko Mountain View Special Elect. Tuko na mama yenu hapa, Mama Network Catherine Okoth, board member County Assembly of Nairobi. Tuko na Mheshimiwa Ndegwa kutoka Parklands, pia ako na sisi hapa. Tuko na Mheshimiwa Shadrack Majanje kutoka huko Umoja. So mkiona hapa baba ametembea, alafu kuna mwenu hapa anaitwa Ojienjera wa hapa. So baba haestembea peke yake. Na tunawahakikishia sisi kama bunge la Nairobi lazima tutatembea na baba humundu. Sasa amekuja. Baba anajali. Wacha tutajua zawadi ametuletea, si kweli? Mungu awabariki na abariki Kenya. Asanteni sana. Wacha niite Deputy Majority Leader Kaende akuja azungumze na ninyi. Aya, asante sana Bwana Wibu. Wanatoi oye. Toi mpo. Wangapi wanapenda baba wainua mkono? Wangapi wanapenda Kalonzo? Niko hapa kwa niaba ya Wiper.
Wiper tumesimama imara na waathiriwa wa Toi. Sisi tunataka hapa Toi hii mijengo inajengwa hapa baba, uangalia watu wajengewe na mawe. Sababu najua hizi wenye walichoma watarudia tu. Na baba, kwa sababu hao watu wale wanachoma hapa hawakuongopi, tunataka hii Toi tuweke kibao mnaandikwa baba, tuone watafanya nini. Si ndio? Ama mnaonaje? Kwa sababu baba ikiwekwa pale na hiyo wote wataenda, si ndio? Tunataka kibao weko wapi? Hapa pakuwa kwa baba, kwa sababu ni mboma kwake. Tuone ule atachoma mboma baba. Tuitise maandamano, si ndio? Ama sivyo? Ama mnaongopa? Na hiyo baba atafanya kazi sawa. Asanteni sana. Amesema hajasema. Amesema hajasema. Baba, kwa ruhusa yako iko wakaaji ya hapa na itakuwa wataenda kunipiga huko bunge. Mama Network, kuja usalimie watu, alafu mheshimiwa komanda tafadhali. Kwa dakika moja. Wakaaji wa Kibira, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Azimio! Azimio! Raila! 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 Raila Tibim! Baba wetu ambaye ndio president wetu Raila Amolo Odinga, speaker wa Nairobi County Assembly, majority leader, chair wetu wa budget na MCA wote nimewasalimia. Lakini baba, ile kitu nakuambia ni moja. Toi imewahi kuchomeka, lakini sijawahi kuona yale moto niliona wakati wa leo. Baba, tunaomba solution. Baba, tunaomba solution. Tena nimesikia vile mwelida wetu amesema hapa. Toi ianzwe baba market. Baba market. Baba. Asante sana mheshimiwa Catherine. Baba market. Kwa ruhusa yako Your Excellency, waja niite mheshimiwa Lawi Komanda wa hapa Kibra. Haya. Baba wetu, president wetu wa Republic of Kenya, speaker wetu wa Nairobi, majority wetu, deputy speaker, viongozi wetu wote, wana Kibra kwa jumla, hamjambo? Hamjambo? Baba, nataka kuchukua dakika mbili. Lakini neno ambayo nataka kunena hapa leo, nataka ifikie kwa wale watu wetu ambao wanachoma hii soko. Baba, hii soko sasa imechomwa mara ngapi? Mara 3. Imechomwa mara 3. Na huwa inachomwa hapa na ingine inachomwa pale kule kwa kama kule. Huwa unachoma kule kwa kama Southlands na hapa kwetu. Na hii nataka hii message wafikie. Tulisema ya kwamba ujenzi iendelee kwanza. Wenye watatusaidia kujenga hii soko wakuje saa hizi. Tulikuwa hapa na wafanyikazi wa county. Na tulisema ya kwamba gavana wetu akuje atuaddress hapa, atuaddress watu hapa leo. Atuambia kwamba hii soko itajengwa lini, iwe ya county. Iwe ya county. Tulisema na watu wetu wa county, watu wetu wa trade, ya kwamba wakuje watujengee hii soko. Tuliona kama unaenda kombo, wanajificha ficha. Wakati hii soko ilichomeka saa 7 usiku, tulipiga simu baba. Lakini tuliona Goslo kutoka county yetu. Magari zilifika hapa, moja after 1 hour nyingine nakuja. Na moto imejaa hapa.
Hii soko iko karibu na hapa kwetu kwa armed forces hapa. Hakuna hata gari la zimamoto ambalo litoka hapa kwa armed forces, mheshimiwa. Hapa tuko na maji hapa na maji wetu hapa karibu na Nairobi Water. Ilifika hapa saa 9 usiku. Na ilikuja gari mbili tu, ile ndogo. Serikali inataka kuchukua hii soko. Tusidanganyane. Na tulisema ya kwamba hii soko haitaenda unless tumekufa hapa. Wa vijana wa Nubi ambao wanatumwa hapa kuchoma hii soko, the same tunaenda kuweka wa vijana wetu watalinda hii soko. Tutaweka wa vijana wetu watalinda hii soko, na kuna Masai kutoka Tanzania watalinda hii soko. Juu wanatumiwa wao Masai na wao vijana wetu wengine hapa kutoka hapa tu Makina. Hii soko iko Woodley. Hii soko iko Makina. Hii soko iko Woodley. Boundary hapa ya Makina na Woodley iko wapi? Hiyo barabara. Hapa Fort Jesus yote iko wapi? Woodley. Nani anasema kwamba 288 ambayo unasema kwamba iko katika Makina? Waende huku Makina kama unataka hiyo, lakini wachane mambo ya Toi hapa. Sawa? Kwa hivyo tunasema ya kwamba Toi market ina remain for wana Toi na wana Kibra. Asanteni sana. Wana Kibra oye! Wana Toi hoye! Wana Toi hoye! Amesema ya masasema? Amesema ya majasema? Kwa baba, kwa ruhusa yako, kwa niaba ya chairmans, baba, kwa ruhusa yako, kwa niaba ya chairmans, wacha niite Dabar, kuja uongeleshe wanatoi. Wanatoi hamjambo? Hebu tusalamiane kwa hewa. Asanteni sana baba, sisi kama jeshi lako la Nairobi tuko nyuma yako saa zote. Tumehuzunia sana hii maneno ya Toi market. Imerudi mara mingi. Tukiongozwa na speaker wetu na majority leader, tulikaa na tukasema hii mambo ya Toi market lazima iishe. Kwa sababu tunaenda kupitisha budget na chairman wa budget ni wa hii serikali wetu. Tunakuambia hapa baba, tunakuhakikisha kama mambo ya Toi market haitakuwa kwa budget, hakuna budget Nairobi tutapitisha. Ndio hii maneno iishe. Baba, sisi tumefanywa vitu mingi. Na wewe unajua tumesimama na wewe miaka yote. Na sisi sio waoga. Kama ni mbaya, sisi mambo ya Toi wacha ishe. Pesa ya budget ya serikali ya county ya Nairobi, wana Nairobi yote tunalipa, iwekwe. Asanteni sana, Mungu awalinde. Si amesema? Sasa kazi yangu itaisha hapa. Wacha nichukue nafasi hii niite mkubwa yangu, party leader ya county assembly ya Nairobi. Before niite chairman, nimeambiwa wacha niite chairman budget akuja ajikomita hapa. Ama namna gani? Haya basi, wacha ajikomiti. Haya. Kwanza tumesema pole. Niko na maneno 3. Ya kwanza, tuko na emergency fund. Ile mimi nilisoma. Kama mtangangana kujenga peke yenu, mimi nitarudi kwa majority leader nimwambie ile emergency fund nilisoma, sitasoma tena. Ya pili, tarehe 27 nitasoma budget ya Nairobi County. Kama mambo ya Toi market haitakuwa, mimi kama Odalo sitasoma hiyo budget. Baba, naweza kukuhakikishia perimeter wall ya hii soko iko kwa emergency fund. Tunakuhakikishia itakuwa na itafanyika immediately before tufike tarehe 27. Asanteni na poleni. Sasa mtu ya pesa si ameongea? Na amesema mbele ya baba. Ama haya, niwacha nichukue fursa niite kiranja. Haya, wacha nichukue nafasi hii niite deputy speaker wetu wa county assembly ya Nairobi. Ule mwenye atasema I serve it ako hapa. Wacha basi sasa kuja aseme hiyo maneno chairman amesema.
Asante sana bwana, asante sana. Kwanza rais wetu Raila Amolo Odinga ambaye ndiyo party leader wetu wa Azimio. Watu wa hapa Toi, hamjambo. Mimi naitwa Mheshimiwa Kados na mimi nasimama hapa nikiwa kwa niaba ya Jubilee Party ambaye ya ukweli, sio ile inaregarega namna hii. Mnajua hiyo hakuregarega. Mimi niko kwa ile mlengo wa Jubilee original ambaye iko ndani kabisa ya Azimio. Ninasimama hapa kuhakikishia, na mimi nitamwambia spika wangu, mimi kama naibu wa spika ama deputy speaker, nimeangalia siasa hapa, nimeona hapa baba, na nimesikia kuanzia leo hii tumeibadilisha, itakuwa inaitwa Baba Market. Mimi kwa niaba ya wale watu na kwa niaba yangu mimi mwenyewe kama naibu wa spika, nisipoona hiyo mswada wa hii soko pale, spika, wacha nikuambie, mimi usinitume kwa bunge kwa sababu sitaenda. Lazima tuone pesa kwanza zimetengwa za kuweka hii soko. Iwe ni soko tena pale imetengwa, na uweke vizuri bwana chairman wa budget. Baba Market. Pesa zake, na ni vizuri wamechoma tu, ni kama walikuwa najua tunaenda kupitisha budget. Sasa wamejiweka mtego kwa nini? Hata afadhali wangegojea, kwa sababu saa hizi lazima tuweke ile kwa budget ile. Kwa sababu najua hata kwa CIDP ilikuwa imepitishwa maneno ya ukuta, na ile imewekwa kwa nini ya serikali. Kwa hivyo pale sioni ukuta ilikuwa inawekwa ya nini? Si ilikuwa inawekwa ya soko? Si ni pesa kidogo kuongeza tu za soko? Kwa hivyo mimi nawahakikishia, mimi nikiwa mmoja na nikiwa ambaye ndani ya Azimio ya County Assembly ya Nairobi, tutashikana pamoja with all MCAs wale wako na vichwa mzuri, kwa sababu najua wengi wetu kuna hawana vichwa mzuri. Wale ambaye badala kuongozwa na maneno mahitaji yenu wananchi, wanaendesha mahitaji ya watu binafsi. Sisi ni watu tumechaguliwa na watu. Mimi sijachaguliwa mara moja. Wale wananifahamu, nimekuwa kwa hiyo nyumba kutoka 1997. Kwa hivyo mimi uchaguliwa kwa sababu ya na wale wamekuja wageni, tafadhali, kwa sababu tuko na nyinyi hapa, muache miguu na mna hii kama mnataka kuwa siku mingi. Hata wale tuko kwa Azimio na waomba tafadhali, hii maneno ya kuruka hapa na kuruka hapa, hawa wananchi wanakuangalia, na tuko hapo kwa sababu ya wananchi. Kwa haya machache na mengi, asanteni sana watu wa Baba Market, tutaendelea kuwatembelea. Asanteni sana. Wanatoi hoye. Si naibu wamesema, naibu wa speaker, waja sana nichukue fursa hii kuita majority leader, kiongozi ya wengi katika County Assembly ya Nairobi, aendelee kwa ratiba. Asanteni sana. Haya watu wa Toi, Bwana Yesu asifiwe. Sema baba, jeshi ya baba, jeshi ya baba. Haya baba, nikiwa kule kwetu Busia County, nilisema wewe ni rais wa Jamhuri la Kenya. Na hakuna siku katika maisha ya uhai wangu nitatoka hapo kama rais wetu wa Jamhuri la Kenya ambaye amekuja hapa nyumbani kama kiongozi ya wengi katika bunge. Baba, nishasoma signal. Signal is very clear. Na vile iko clear, ndio maana hapa baba umeona wajumbe zaidi ya 40
wa Azimio wako hapa. Tumekuwa mkutano kuanza saa 3 mpaka saa 7:30. Tukizungumzia mambo ya Azimio na mambo ya toy market. Toy market oye! Mimi ndio naitwa Jateso. Shida ya wengi, furaha ya wachache. Ama chairman wa maandamano Nairobi. Vile nimezungumza na chairman wa budget asimame, kwa sababu leader of majority Nairobi County baada ya baba kumteua anazungumza. Tarehe 27 chairman simama. Ukiwa chairman wetu tarehe 27 usikanyage ofisini mwangu na budget bila toy market itengenezwe. Kwa sasa baba yuko na serikali yeyote. Wakora walichukua serikali yetu. Hatutakimbilia kwa baba afanye. Sisi ndio tutafanya. Na chairman wa budget anajijua. Hile tunafanya. Hii ndio budget ya kwanza katika serikali ya Johnson Sakaja na itakuwa rahisi. Tukisema left lazima ikuwe left. Sonka likuwepo na tukaona. Asiyeheshimu Raila Amolo Odinga, haki ya mama yangu, hatutakuheshimu. Hapa Mbagathi Way kuna barabara inaitwa Raila Odinga Way. Toy market ibadilishwe pia itwe Raila Market. Na hapa si ya kubembelezana. Kama ni signpost tutatengeneza vile lao wamesema. Na tukuje tulinde hapa. Wanatoi poleni. Lakini msiba huu hautafanyika tena kama sisi ndio majority wa Nairobi County. Na hapa vijana mko tayari? Hatutabembelezana na wauni. Ukichoma soko yetu wewe ni muuni. Tutakuweka taya na tupite juu ya taya. Si kweli? Hatutaruhusu muuni kuchoma soko ya wakaaji wa Kibra. Hiyo ni madharau kwa baba. Na madharau mimi kama chairman ya maandamano. Ninaongoja baba bado signal. Nasikia watu wanapiga hatua finance bill nini. Sisi hatutaki hiyo. Baba aseme neno moja tu, tuko tayari. Kwa hivyo baba, kwa niaba ya county ya Nairobi, hakuna jambo. Uko tutapanga kazi. Na mambo ya Toi na Kibra na ward zote ya Azimio, tutahakikisha maendeleo zimekuja pale. Usiulize baba Raila Amolo Odinga maendeleo kwa sasa. Tupiganie aingie wapi? Aingie wapi? Wangapi wanasema baba ni rais wetu na lazima aingie Ikulu? Kwa haya machache na mengi, ninaomba watu wa Kibra, shikieni hapo hapo. Baba akisema left, akisema right, akisema center, akisema kuome, iko kitu. Kwani kuna nini? Kwani kuna nini? Kwa hivyo Kibra, mheshimiwa wetu wa Kibra 1, kuwa ngangari hivyo. Baba, kuna wabunge Nairobi. Wacha nizungumze kama leader of majority. Mimi si leader wa majority ya constituency. Mimi leader wa majority Nairobi County. Baba, kuna wabunge saa hii hawataki kujitokezea pale huko. Itafika 2027. Tutawatoa kwa dais. Tutawatoa kwa dais. Na kama kuinuliwa mkono ya baba, tutakuwa tunauza milioni 20 siku hiyo. Kwa sababu kuna wale wamezoea kutumia baba yetu wakati ya kura peke yake. Raundi hii haiwezekani. Kama ni Nairobi, tutapanga kwa mwelekeo ya baba. Kwa hivyo, naomba hivi. Tunaomba hivi. Ndio sisi leo Nairobi tumesema MCA asipokuja hapa baba, wakati huko kwa mkutano, whip ana instruction form kuanza leo. Kama MCA afuati mambo ya chama, mambo ya chama, mambo ya chama, mambo ya chama. Ati baba, kuna MCS hapa, Ruto akikuja hapa South Sea, hao ndio na mobilize watu kwa niaba na MCS wa Azimio. Whip ana instruction form. Any member of Azimio
who attends other political parties' function must be de-whipped with immediate effect. And that's an order. Kwa hivyo bila kupoteza wakati, wacha nikaribisha a humble man ambaye anatuongoza katika County Assembly ya Nairobi. Jamaa ambaye amekuwa na sisi akiwa councillor, akiwa MCA first term, speaker wetu. Jamaa mpole, mwenye hekima, speaker wetu Ken Ngondi akuja karibishe baba wa taifa. Karibu speaker. Thank you. Wana Kibra oye! Wana Kibra mpo? Na wenyeji wa Toi? His Excellency, kwanza yangu ni shukran na kukusalute. Kati ya watu milioni 47 wa Kenya, mimi ndiye baba aliona ninafaa kuwa speaker wa Nairobi. Na hiyo kura moja peke yake ndio imefanya mimi niwe speaker wa Nairobi. Sio kura ya MCS. Na yule MCA anakataa. Yule anakataa. Tulikuwa na kitu inaitwa tallying center. Aende atoe kura yake hapo. Itabaki gani? Itabaki moja ya nani? Hiyo imetosha mimi kuwa speaker. Na baba akisema mimi nakuwa governor wa Nairobi, nani atasema mambo ingine tena? Si nitakuwa? Unajua utapiga kura. Mimi hata sitakuja kuomba kura. Atasema Ken Ngondi tosha. Sasa bado ninambembeleza kidogo kidogo. Na mimi kama kijana wake, yale yote imesemekana hapa na wajumbe wa Nairobi County. Kazi yangu ni kidogo sana. Ni kuuliza tu swali. Wananchi wa Kibra, kama mnakubaliana ya yote imesemekana na wajumbe wa Nairobi, kwa sababu wanasema Toi ijengwe na iitwe jina ya Raila Amolo Odinga. Sasa yangu ni kidogo. May as many of the similar opinions say ayes. May as many of the contrary opinions say nays. The ayes have it. Sasa mimi kazi yangu ni kuweka nini? Kazi yangu ni kuweka signature approved. Sio imeisha? Kwa hivyo isipokuwa approved, sasa munitoe mbio. Baba tafadhali, hii ni wakati yako. Na kwa niaba ya County Assembly ya Nairobi, sisi tumekuja kumourn with our brothers. Because hii ni kama maafa. Hakuna janga kubwa kushinda hii. Hata kama ni kifo na kuchomekewa, yote ni maafa. Ni disaster. Kwa hivyo baba, sisi vile umetushikilia, tunaapa mbele ya Mungu, tutakushikilia. Umezaa na uko na kizazi. Uko na tutukuu mpaka generation ya karibu 20. Kwa hivyo ujue baba, uko na jeshi. Donge baba nyuol. Donge baba nyuol. Donge ngi ya uwe. Jothurwa wanwa mako baba hapa na hapa. Okuye na aluongo ni Orero mondo uwo kodu. Simuni ruhusu niite Orero. Mjumbe wa Kibra, kijana wa baba. Mheshimiwa Orero, karibu. Karibu. Thank you. Kibira oi! Tusalimiane basi kwa hewa kidogo. Wangapi wamekaribisha baba hapa leo? Nione kwa mkono. Baba Jakoma, asante sana. Kwanza nasema pole kwa watu wa Toi. Nataka kusema kwamba tunyamaze kidogo. Mimi sikukuwa, nilienda nje kwa kikazi, nimerudi leo saa 2. Na
Nilifika hivi nikasikia hapa kumechomeka. Nikasema sitamaliza siku 10 huko. Tukaongea na baba, nikasema lazima nirudi tukuje tuone watu wa Toi. Na vile nimerudi leo baba, hawa watu wa Toi sio mara ya kwanza, sitaki kurudia. Lakini ulisema nichunge hapa Kibra kwa niaba yako. Na hakuna kitu itafanyika hapa kama ujui, na hakuna kitu itafanyika isemekane eti watu walikuja hapa kuiba land hapa Kibra kama bado huko na bado tuko kwa niaba yako. Tumeambiwa vile umesikia kuna watu 43 hapa wako na title fake. Nataka kusema hapa mchana, hakuna mtu ataiba hii land kama tuko. Na wakijaribu watajua hapa ni Kibra. Tunakushukuru umekuja. Kuna chakula ulituma jana na juzi imepatikana, watu walipewa vizuri, na leo pia umeleta vitu. Watu watagawa vizuri, zimekuja, ziko hapa, utawaambia. Na pia Saturday kuna rafiki yangu Bishop amesema ataleta chakula ya watu 1000 hapa. Na wacha niseme hivi, hapa watu wanatusumbua, wanataka kuiba hapa land. Na kule parliament pia bado wanatusumbua. Mimi niliingia leo nikaenda parliament, tumejaribu kupigana nao, wanataka kupitisha bili kwa nguvu. Nikitoka hapa tena narudi, jana wali extend mpaka usiku. Lakini wakipitisha bili kwa nguvu, hiyo siku tu itapita hivi, next day baba tunaomba utuitie maandamano. Na sisi ndio tutakuwa mbele kwa hiyo maandamano. Na hawa wote ukisikia vile raia wanaongea, wanasema nini imefanya baba this time? Mbona baba amenyamaza hivi? Wacheni baba pia atulie tuone vile wanacheza kadi zao. Lakini wakipitisha, baba tunaomba tuitishie tu maandamano tu. Hiyo ndio lugha inasikika hapa Kenya. Na this time hiyo maandamano ikiitishwa, tunaomba raia wote, imagine hawa kuna bili pale tunasema close think 26. Hata wale wamama wako na chama yao wanataka kutax. Wamama wanapata 2000 wanatax. Vijana wako kwa digital platform wanatax. Hata ukipeleka mahari kuoa wanatax. Sasa vijana watakaa bila kuoa. Hii tax imezidi. Otherwise, sitaki kuongea sana baba, watu wa Kibra hapa ni kwako. Kuna rafiki yetu hapa, Maji, yuko wapi? Tunataka tu kutambua, hautaongea lakini kuja uonekane. Sasa hii baba Tundi ataongea hata kuongea. Salimia tu baba, hiyo ni baraka. Kuja uonekane. Unataka kujiintroduce? Kidogo. Kibira oe. Kibira oe. Toy market pole. Lakini kitu imesema hapa kwa jina Toy imefanya nini? Jina Toy imefanya nini? Kwa hivyo ni Raila nini? Mtakubali tena ichomwe? Mtakubali tena ichomwe? Baba, nilipigiwa simu saa 8 na Uchieng Jera anko wangu. Toy market ikiungua. Lakini mjue kitu moja. Walianza kuchoma Toy market saa 7 na dakika 20. Mtindo leo asubuhi walianza kuchoma saa 7 na dakika 20. Fire engine inakuja baada ya 1 hour. Mtindo pia fire engine imekuja after 1 hour. Na zote hazina mba. Mnasoma hiyo kitu? Mnasoma hiyo kitu wana soko huru? Mmesoma hiyo kitu? Kwa vile baba wewe ni president wa Kenya, Kibira ni constituency moja. Tukipata nafasi pia tutembee Toy market. Tuambie hakuna kitu ya mwananchi mdogo itaharibiwa. Raila akifanya nini? Raila akifanya nini?
Nawachia hiyo siasa hapo, nagonga siasa juu kidogo. Ngoja umiza nini? Ngoja umiza nini? Baba, matumbo imeiva, pakua tukule. Si ndio? Si imeiva? Si wameharibu nchi? Bado mnataka kungoja? Asanteni sana. Asante sana. Nafikiri ameongea baba. Walijaribu kuchoma Olympic ikazimwa, wakajaribu kuchoma Lindi, na jana wamejaribu kuchoma Makina. Hawa watu wanachoma Kibra, tunawajua. Na tuko gangari, na pia tutaanza mambo yetu. Otherwise, kwa sababu ya wakati, baba atawaambia vile amekuja. Sisi tuko na nyinyi hapa pamoja. Saturday tutakuja na bishop tena kugawa chakula. Tunataka mkae nyinyi kwa amani, lakini kukaa kwa amani si eti sisi ni wanyonge. It is not a sign of weakness. Sisi sio wanyonge vile wanafikiria. So tuko hapa, watu wa Kibra mkiitishwa, hiyo nimesema tutoke wote. Na kwa hizo maandamano watu wa Kibra ndio wamekuwa watu wa mbele kuliko wengine. Si ndio? Kibira hey! Haya, wangapi wanasema baba sasa akuje aongee na nyinyi? Haya. Hello. Kibra hoye. Kibra hoye. Vijana hoye. Asanteni sana. Nilipata habari ati Toi market imechomeka. Mimi nikapata huzuni kubwa sana. Manake hii sio mara ya kwanza, sio mara ya pili, sio mara ya tatu, sio mara ya 4, ni mara ya 5 Toi market kuchomeka. Mimi 1996 kama mbunge wa Lang'ata wakati yule nilikuja kumbanyana na hao watu hapa. Ilikuwa Toi iende wakati ile siku hiyo, na tukasema la, haiwezi kwenda. Hao wanyakuzi walikuwa wameanza mapema sana wakati ile ya Nyayo. Tuliwazuia. 2007 walirudi tena, wakajaribu yote haya yote, tukawazuia mpaka sasa. Sasa mimi nataka kusema ya kwamba hii iwe ni mara ya mwisho ambayo Toi imechomeka tena. Tayari nimeongea na gavana na nimemwamrisha yeye. Nimesema Toi market kwanza nataka itangazwe ya kwamba hii ni umma ya Nairobi County, alafu ijengwe na pesa ya county ya Nairobi, ili hawa wanyakuzi najua kwamba siku zao sasa zimehesabiwa, na ni watu ambao wanajulikana. Kama ingekuwa wamefanya yale walifanya mwaka ile nyingine, hawa watu tayari wangekuwa wako ndani. Sio wanajulikana. Kwa hivyo sisi hatuwezi kukaa kuona kila mara kwa mara wafanyabiashara wanapata hasara, bidhaa zao zinachomeka ovyo namna hiyo, ati watu wanatoa mchango hapa na pale kuna kwa huruma. Hii ni kitendo cha unyama ambayo tunataka kuzika kwenye kaburi la sahau, ili wafanyabiashara wao wanafanya biashara kama wako na hakika ya kwamba wataamka kesho na biashara zao zitakuwa ziko. Manake hawa ni watu wa chini, watu maskini ambao wanapata pesa kidogo sana. Sasa sisi tunasema haya mambo ya unyama, vitendo vya ukaidi kama haya tunataka tuzike. Hii ndio Kenya mpya tunataka kujenga. Kwa hivyo poleni sana. Juzi mimi nilituma chakula, mlipata. Sasa leo nimeleta vifaa vya kujenga, ziko hapo.
Na vile vile nimekuja na hawa watu wangu, tumeona hawa, nimeleta nyinyi vile vile pesa kidogo. Nitapatia mwenyekiti, atajua vile atagawanya 1,000,000. Hello, tunataka muendelee kufanya biashara zenu kwa njia ya taratibu bila kukuwa na hali ya wasiwasi. Poleni hapo kidogo. Sasa nataka kusema maneno muhimu zaidi. Sisi mliona tulisema maneno mengi huko. Nataka kutoa shukrani kwanza kwa nyinyi watu wa Kibra kwa kujitokeza wakati tulisema watu watoke nje wafanye maandamano. Simulitoka? Alafu jamaa akauliza sisi, akasema Raila ndugu yangu, tafadhali tuongee. Sisi tukubali. Tukapeleka kamati ambayo ilikuwa inaongozwa na wakili Otiende Amolo. Kukutana na wale watu. Kule walipoona waenda kule kwa mazungumzo, kukakuja ujeuri. Watu ambaye hawataki mazungumzo. Nataka tu kuharibu wakati hapa na pale. Watu wetu wakachoka nao watu. Manake swali muhimu zilikuwa ziko 4. Moja ilikuwa gharama ya maisha wananchi. Bei ya maisha. Bei ya unga. Bei ya mafuta. Bei ya sukari. Bei ya stima. Karo ya shule. Sivyo? Pili, tukaongea mambo ya kuundwa kupya ya tume ya uchaguzi ya IBC. Tatu, tukasema mambo ya saba kufunguliwa na kukaguliwa. Alafu 4, tukasema mambo ya vyama vyetu vya Azimio, ODM, Wiper, Jubilee, DAP na kadhalika. Tukasema wacheni na vyama vyetu. Wacha mambo ya kununua wabunge wetu kupeleka ngambo yetu. Haya yote walipoenda kaanza kuongea, wakaanza kuleta ujeuri mingi zaidi. Watu wetu sasa wamechoka. Mambo ya gharama maisha sasa wameleta matusi. Hii mswada ambayo wameleta ya pesa, finance bill, iko mbele ya bunge. Wameanza kuongea siku ya leo. Hiyo finance bill hiyo ni kuweka msumari ya mwisho katika jeneza ya maiti. Hiyo ukisoma hiyo, kila kitu tapigwa ushuru sasa. Pesa ile kile ambayo inaitwa VAT kwa mambo ya mafuta wanazidisha maradufu. Ilikuwa 8% inakwenda kwa 16%, mara mbili. Bei ya mafuta ya petroli na dizeli itaenda juu na shilingi 10 na kadhalika. Na hiyo kishaenda juu, kila kitu bei yake itaenda juu pia babidi. Sasa wamesema hata kama biashara yako imechomeka hapa, ukipata pesa kutoka kwa insurance, yani bima, unatoa ushuru 15 kwa 100. Mzuri. Nasikia hiyo? Hata wewe ni biashara pale ya kinyozi, kunyoa watu au wale kina mama ya kurembesha watu, kusukazuka nywele, utatoa ushuru. Kama wewe unafanya biashara ambaye kila siku unapata shilingi 1,370, utakuwa unatoa ushuru kila siku. Sasa jamaa mwaka uliopita walikuwa wanaongea juu ya mambo ya mama mboga. Si mama mboga ni biashara ya shilingi 1,000 kila siku. Walikuwa wanaongea juu ya boda boda. Sio? Hajui mahasla. Hiyo lugha ilienda wapi? Lugha ilienda wapi? Hii
finance bill ikikuja hapa, Wakenya watakuwa maabusu ya kupiga ushuru peke yake. Hakuna mtu ambaye amekataza serikali kutoa ushuru. Tayari iko pale msingi ya kutoa ushuru. Serikali ya Uhuru ilikuwa inatoza watu ushuru. Na ilikuwa inafanya kazi. Sikuwa inafanya kazi. Tangu wakati ushuru ulikuwa pale mpaka ilipoacha, mliona siku nyingine kama mshahara ya wafanyakazi imeshelewa. Mliona kama walimu hawajapata mshahara. Mmeona hiyo? Walisema Uhuru aliwacha hazina kama iko wazi. Miezi 8 sasa ikiwa kama wanarogota ushuru, hiyo pesa imeenda wapi? Sasa nasema wanataka kuzidisha ushuru na kujenga manyumba. Manyumba zilikuwa zinajengwa hata na ile ushuru ya Uhuru. Kujenga nyumba kwa maskini mimi ndio nilileta. Slum upgrading program. Nilipokuwa mimi waziri wa barabara na ujenzi na manyumba, ndio nilileta mambo ya kujenga manyumba kwa maskini. Tukasema tuanze hapa Kibra. Wakaenda mahakamani, wakasimamisha hapa na pale, mpaka baadaye tulipopita namna hii, tulianza pale huko chini. Tuliwacha huko chini. Tulileta ushuru. Tuzidisha ushuru. Tulianza kujenga bila ushuru. Hiyo ushuru kama unataka kuleta, kwanza watu waketi chini wazungumuze. Waelewane vizuri. Unasema hii ni wewe unatozwa kwa sababu unataka ujengiwe nyumba. Lakini mwajiri wako anatoa kwa sababu gani? Nyumba gani ambayo anataka? Sasa there must be a national dialogue to discuss and to agree so that we even put infrastructure in place. Hii pesa ambayo unataka kutoza watu inaenda kwa zina gani? Inaenda wapi? Haya yote hakuna mpango ambao walikuwa wameweka hapo sawa sawa. Kwa hivyo sisi tumesema hiyo tumepinga. Na tumepinga mpango mingi ambayo jamaa wameweka kuzidisha ushuru. Shida ya Kenya sio idadi ya ushuru ambayo inatozwa. Shida ni wizi wa mali. Pesa ikiingia pale inaenda kwa mfuko ya watu binafsi. Hata ukiweka maradufu bado hiyo pesa haitapatikana. Sasa tumemwambia jamaa, shikeni wale wezi. Zibani pale zile mashimo pale ambayo pesa inavuja. Na pesa itakuwa iko ya kutosha. Hiyo ni mpango ambayo Bwana Magufuli alifanya kule Tanzania na kainua nayo uchumi kule Tanzania. Sisi kama tungekuwa tumeshika wakati huu, mambo yangekuwa tofauti kabisa. Lakini hawa jamaa ni mayatima ya Nyayo. Hawaelewi namna kuendesha ushuru. Isitoshe, huyu mwingine bwana anaitwa Bwana Gachietha. Halo? Anasema ati Kenya ni kampuni. Ati kuna watu wana hisa. Wengine wana hisa mingi zaidi, wengine hisa kiasi, wengine hawana hisa. Ati kazi yake ni kukaa pale kama mtu wa mkono. Akiota wewe huku kwa mstari anauliza wewe una hisa ngapi? Kama yeye huna anatoa wewe na kurudisha wewe huko nyuma. Analeta mtu mwingine. Tunasema sasa kama wewe huna hisa unatoa ushuru ya nini? Si ushuru wanarogota kwa kila mtu. Bila kabila sio? Sivyo? Lakini ikifika wakati ya kuajiri watu kazi, kabila yao peke yake. Kabila yao peke yake. Sio ni matusi? Sio ni matusi? Sasa hajui jina ya Onyango, hajui Mutua, hajui Wanyama, hajui Hamisi, anajua ni nani peke yake. Sinajua hiyo? Tumeona hiyo? Tuambie Bwana Gachietha wewe. Tutakuwa na wewe. Tutakuwa na wewe. Tumeelewana vizuri? Kwa hivyo sasa tumesema mambo ile ingine ambayo tulisema ni mambo ya kufungua nyungu ile sava ili onekane ni nani alishinda uchaguzi.
Manake mliona Chebukati au Chebuchetha kule akiwa kama mwenda azimu, si mlimwona yeye? Chebukati na wawili walisema ni Ruto, Cherera na watatu wakasema ni baba. Tatu na nne, ipi ni kubwa? Ipi ni kubwa? Hiyo ndio sababu sisi tumezidi kuambia kwamba kama mnataka kuendelea mbele, fungueni sava, tukague sava sawa sawa. Mnakubali? Mnakubali? Ingine ambayo bado iko hapa swala jeti ni mambo ya kujaribu kusumbua na kunyakua vyama vingine vya Azimio. Maana yake katika uchaguzi uliopita chama cha Azimio ndio ilipata wabunge wengi zaidi. Mlengo wa Azimio ndio ilipata wabunge wengi, karibu wabunge 10 kushinda bwana Kenya Kwanza. Lakini wameanza kila mara kununua wabunge wetu, wanavuka pande ile. Sasa wanataka kuchukua Jubilee. Tumekataa. Wachana na Jubilee. Tumwambia wale wabunge umalaya wa siasa mpaka ishe. Kama unataka kuingia kubaki ndani ya bunge, turudi kwa wananchi, kura ipigwe. Mko tayari wananchi? Unaunga mkono? Halo? Halo? Sasa wiki ijayo watapitisha hiyo finance bill, sio? Watapitisha, sivyo? Hiyo itakuwa ni parapanda, itakuwa ni parapanda mwanzo. Mtakuwa mko tayari? Mtakuwa mko tayari? Mko tayari? Mko tayari? Jamaa alikuwa naonya ati hakuna maandamano imekubaliwa, si bwana Kithure Kindiki. Bwana Kindiki, rudi kwa shule. Soma kamili katiba ya Kenya. Katiba inasema ya kwamba wananchi ndio number 1. Wao ndio wako sovereign. Wako na haki ya kuchagua na kunyakua vile vile uwezo. Kwa hivyo Wakenya watatumia uwezo wao na uwezi kuwakataa. Ama sivyo? Mtakuwa tayari? Mko tayari? Wakibila mko tayari? Mko tayari? Nione mkono hapa. Azimio! 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 Asante sana. Sasa mabati ndio haya, na nimeleta bilibili na bao.
Umecheki? Twende. Tuko sawa, twende. Hapa ni begi.
Huyo kiongozi, huyo nani tafadhali. Salamu mingi tukatishe. Huyo hapa mbele, David. Dave, mnisaidia hapa mbele sasa kwa mtu. Ambao atakubaliana nayo. Kama atakubaliana nayo, naona anasema atapanda juu na ataona. Karibu sana Jacob. Karibu mbunge wetu Mwalimu Peter Ororo ako ndani ya nyumba. Makofi kwa Peter Ororo tafadhali. Makofi kwa MCA wetu wote ili ratiba ianze. Anaomba everybody to move here ili Jacob aone mbele. Kila mtu atoke, Jacob aone mbele. Naomba kila mtu atoke hapa. Mimi nione mahali Jacob amekaa. Kila mtu atoke mbele yangu hapa. Uwe security songa nyuma. Bwana waje katika security uwe nani? Tafadhali songa nyuma, wananchi waone baba. Nataka baba baki mahali safe na wananchi wamuone. Uwe kiongozi, uwe nani tafadhali. Salamu mingi tukatishe. Huyo hapa mbele, David. Dave, mnisaidia hapa mbele sasa kwa mtu. Ambao watu sasa kwa mtu hapa. Wakiona neno nataka. Sasa kwa mtu Dave msaidia hapo. Bro. Hapo sasa kwa mtu nataka mzee aone wananchi wale walichomekea. Nataka tu nyinyi wote mtoke. Jacob is safe like anywhere else. Barado huoguka. Jalindi, nyinyi wote pandei. Arwa neno Jacob. Nataka nimuone mahali nimesimama bwana huoguka nyoka kawacho. Ona neno nyakajogi. Tafadhali timatema kakawacho. Musonge hivi. Lucas. Ogadwa neno jika. Nataka kila watu watoke media ibaki peke yake. Uti, Fugu. Kila mtu asimame huku. Lucas, Fugu, musonge huku. Nataka kila mtu asonge watu waone Jacob. Tafadhali kila mtu asonge, alafu taarifiwa namna ya kuanza na namna ya kufanya. Speaker wa County Assembly ya Nairobi ako hapa, makofi yake. Makofi ya speaker. Na majority leader Imato ako hapa. Vile mwenye anafuata speaker, mkurugenzi mkuu katika City Hall ako hapa. Kadosh mwenyewe, Deputy Speaker Kadosh, yeye ameishi kwa hiyo nyumba. Vile Wanpesa Odalo na muona ako hapa. Na wacha nisome majina ambayo nimepewa hapa. Oyugi MCA High Rise ako ndani ya nyumba. Makofi tafadhali. MCA Lindi Ochieng Jera ako hapa. Shadi MCA Umoja ako hapa. Danoria Dandora ako hapa. Catherine Mama Network ako hapa. Ricky Uyeri Wangei Ugeto Kilimani ako hapa. Baba ako na jeshi yake yote hapa. Kaende wa line 7 ako hapa. Rose Masisa wa Boma ako hapa. Ndegwa Parklands ako hapa. Msango Parklands ako hapa. Swakwa Gatina ako hapa. Majiwa Babadogo ako hapa. Emma ako hapa. Mugo Nyando ako hapa. Munure Kayobange North ako hapa.
Lawi komanda pia nasikia watu wake wanasema ako hapa. Usaidizi umefika ama hujafika? Jateso ni majority leader ule nilishamtambua. Stanzo youth leader ambaye pia ni MCA hapa Savana yuko hapa. Speaker wetu pia Ken Gondi mwenyewe ako hapa. Kwa hivyo usaidizi uko mengi. Hamisi Kangeni ako hapa. Akama Muguboine ako hapa. Mudhoni kwa Ruben ako hapa. Munga Kabiru ako hapa. Alafu Kados mwenyewe ako hapa. Vile vile msisahau tuko na mbunge wetu wa Kibra Mwalimu Peter Orero, alikuwa safarini lakini leo amefika. Si usaidizi umefika. Makofi ya Peter Orero. Vile vile chairman wetu Jakonia, najua hapo ndani ya nyumba, ataniarifu. Mnube wa independent tuko na yeye hapa. Hawa ni watu wetu ambao wamekuja kuleta msaada. Nataka pengine Jakom ajue chairman wa soko. Jakom watu watoi leo wanatoka utoe amri kali ya toi. Ili toi sichomeke tena. Umekuja hapa mara kadhaa. Lakini leo na uongozi wa county government tunasema hili ndilo soko la kipekee hapa Nairobi baada ya Kikomba. Hatuwezi wacha hii soko kwa mabwenyenye wale wanasema wako na chati ya hii soko. Tunapatana mzuri na mwenye ako na hiyo nguvu si mwingine bali ni baba Raila Amolo Odinga. That is the people's president. Tunataka leo kauli ifanyike kwa haraka. Na ngoja ratiba. Manong'onozano bado yako pale na ngoja ratiba majority leader. Mkilipea ratiba mimi nitapeana kipaza sauti. Ganu youth leader wa Kibra Stanzo nilisha mention. Najua Stanzo yako ndani ya nyumba. Tuko pia vile vile na wenye viti watano wa ODM hapa. Tuko na Obia, tuko na Rapela, tuko na Umomego, tuko na Mbunya. Hao wote wako ndani ya nyumba. Kwa hivyo na Ken kutoka kule line 7. Kwa hivyo the house is full. Na hii ardhi Joshua, kama ni Masai ndio wanaleta shida, vijana wetu pia wanataka kazi. Mkae kama viongozi, muweke watu waaminifu ili soko isichomwe bila sisi kupata sababu mwafaka. Nisisahau chama na Kamkunji Owino hapo ndani ya nyumba. Microphone testing 1 1 1 2. Mic testing 1 1 1 1 2. Hawa watu wa fitina, mkate stima, tutarudi wapi? Wakate stima, tutarudi wapi? Toi ni yenu. Karibu chama wangu Jokenia.
Uendeshe ratiba kuanzia hapo. Shukrani. Wakaji wa Toi, hamjambo? Hamjambo tena? Asanteni sana, poleni sana kwa hayo yote ilitendeka katika Toi. Mimi pia naomba tu mkubwa wetu vile Mila ameomba. Hii sasa ni karibu safari ya 5. Kama Toi inachomeka kila siku na inachomeka juu inachomwa na wengine. So mzee, tunaomba kwa unyenyekevu. Hizi title deeds ziko hapa karibu 43. Iwe revoked, Toi market iwe na title moja. Ya pili, tunaomba Toi market, na tuliongea na officers wetu wa county, tunataka Toi market ijengwe kama hizo market zingine. Ya mwisho, tulikubaliana itawekwa perimeter wall, na hiyo najua itawekwa very soon. So sitaendelea mengi sana juu organizer yangu ametaja chairman wangu wote, women leaders wote, youth leaders wote wa Kibra constituency wako hapa. So nitakaribisha deputy chairman ya ODM katika Nairobi, Mr. Chieng Jera, yataita MCS wale wako hapa. Karibu Jera. Haya. Toi hoi! Toi hoi! Kwanza wangapi mmefurahi baba amekuja leo? Mmekaribisha baba. Sasa baba karibu. Sasa chairman Jekonia ameongea kuhusu mambo ya Toi. Hakuna haja tuongee turudie kitu kimoja. Si ni kweli? Watu wa Toi wote wamejua Toi ilichomwa. Si ni kweli? Na wakamwaga poda pale, poda pandei, ndio ichomeke haraka, si hiyo? Hawana bahati, baba amekuja leo. Sema haleluya! Chairman wa Toi kuja hapo mwenyewe uambie wananchi nini ilifanyika. Alo. Mheshimiwa Jacom, president wetu, viongozi wote ambao wamefika hapa, wana biashara wote wa Toi, amjambo. Amjambo tena. Siku ya leo number 1 ni kuchukua fursa hii kwa siku ya leo. Wale walikuja juzi, wale wamekuwa hapa, ni atungekuwa hapa. Mheshimiwa Raila alianza na sisi 1996 tukifuruswa pale na katurudisha kama tuko na matope hapa. 2007, 2008 Mheshimiwa Raila alisimama na sisi. 2013 soko ikichomwa, Mheshimiwa Raila alisimama na sisi. 2019 was one of the worst one. Mheshimiwa Raila alikuja hapa tukisingirwa na wana GSU na alituokoa. Leo hii 2023 Mheshimiwa Raila tena amerudi. Tunasema nini? Mungu ambariki. Mheshimiwa hapa imebeba over 7,000 traders. Na these 7,000 traders unaweza kuangalia structures pale. Umuhimu wa hapa ndiye imefanya kila mtu akopese pesa afanye yale ambayo imefanywa sahihi. Number 2, Mheshimiwa, tunaomba 1 or 2 things. Number 1, tunataka what we call land tenure wa hapa. Tuwe hapa permanently. Si ati utakuwa unakuja hapa. Utakuwa unakuja hapa every year. Leo ni 2023. 2019 ulikuwa hapa. 2024 utakuwa hapa. We want today a permanent solution. Number 2, hizo moto zote tumeambiwa na government agencies ya kwamba a thorough investigation is going to take place. All these incidences, nothing doing. Tunaomba ya kwamba this one should be the last one. Now, ya mwisho,
viongozi wamesimama na sisi kwa niaba ya watu wa Toi Open Air Market. I want to take this opportunity to thank Kibra leaders led by Commissioner Catherine, all our MCS, all our party leaders, all our party youths. They have always been very firm and they have always stood with Toi. Correct? So tunaomba permanent solution ya Toi, investigation, ndio tuwe hapa permanently. Tuliahidiwa ya kwamba this market is going to be done by the county government. But we understand there are some vested interest. Mheshimiwa, I'm requesting you that you clear the air that anybody who is coming here for a single piece of land is going to go out empty-handed. So, without wasting your time, Mheshimiwa, those are our humble requests. Otherwise, thank you so much. Umekaribishwa. You are always the solution, and you will continue providing solution to this particular market. Thank you so much. Ameongea jaongea. Ameongea jaongea. Kwanza nataka Wakenya wajue hivi. Baba amekuja leo, si ni kweli? Na kabla hakuja hapa leo, jana alitupia chakula ya Toi. Si chakula nikuja hapa? Chakula si nikuja jana hapa? Mlipokea chakula? Makofi kwa baba. Baba, tumeshukuru sana. Hata kabla ukuje hapa, wana Toi walipokea chakula kutoka kwako. Na vile vile zingine kutoka gavana Sakaja. Tumesema asante kama wana Kibra. Naomba Mheshimiwa Rose Masiza wa hapa uje hapa nawe pia uzungumze kwa niaba yetu ya Kibra. Wana Kibra oye! Wana Kibra oye! Muko poa? Kwanza ni poleni sana. Kwa majina wanijui. Mimi ni Mheshimiwa Rosemary Masita, mama wa Makina. Leo tuko hapa, tumekuwa na nyinyi kutoka Jumapili. Tumezungumza, tumesaidiana pale inawezekana, si ndio? Mimi nataka kuomba baba yetu wamekuja leo. Baba, Toi tuko na shida. Toi imechomekewa, kila mara watu wanaanza kutoka nziro. Kwa hivyo baba, tunataka utusaidie. Sababu hawa wafanyakazi wa Toi, hapa ndio chakula yao, hapa ndio school fees, hapa ndio kila kitu, si ndio? Baba, tuko na shida. Kila mara ni moto, kila mara ni kilio. Na kwa sababu umekuja, tunataka iwe mara ya mwisho kulia tena, si ndio? Kwa hivyo utusaidie, ikiwezekana Toi ikichengwa, tunataka perimeter wall, si ndio? Ili mwenye anakuja kuchoma asipate nafasi ya kuingia ndani, si ndio? Hata if possible tuweke waya ya stima, si ndio? Baba, utusaidie. Tulishukuru sana kwa chakula ulileta jana. Nilishinda na wana Toi nikipeana hiyo chakula. Gavana wetu alileta chakula ingine tena. Wamama mlipata, si ndio? Watu wa Toi mlipata, si ndio? Kuna ingine tunaorganize na mbunge, atawaambia yeye mwenyewe wako hapa wenye walipakia, sababu mlikuwa wengi na kuda baadhi yenu mmekuwa na malalamiko. Kwa hivyo sitaongea sana, ni usaidizi tunataka kwa baba na mambo mengi itatoka kwa baba, si ndio? Kibra wewe, muko poa? Asante sana. Asante Mheshimiwa Rosemary Masiza. Sasa imefika ukingoni, kazi yangu inaishia hapa. Baba, Mheshimiwa Tim Wanyonyi, mbunge wetu wa Westlands, alikuwa hapa jana na kaja na mabati 500 kwa watu wa Toi. Si ni kweli? Si ilifika? Lazima nikwambie baba, tumesema asante kwa sababu nimekuja juu yako kwa jina yako. Jambo la mwisho, baba,
serikali imeweka task force hapa Kibra ya jamii yetu ya Wanubi. Wametembea kila mahali wakichukua maneno kuhusu njia ya kuboresha ujenzi za nyumba za Kibera. Lakini baba, kuna wengine wachache kati yao wanachukua advantage ya mambo ya nyumba na land ya Kibra kuja kuchoma Toi. Hakuna kuficha hivi tu. Mnaogopa nini? Kuna wengine wachache ambaye hata wahusiki na uboreshaji nyumba za Kibera na mambo ya shamba ya Wanubi. Wanasema ati hii Toi iko ndani ya 288. Hii Toi ni soko na haiko ndani ya 288. Hii ni soko ya wananchi wetu wa Kibra. Hii soko inasaidia watu wa Kibra mzima, Lang'ata, Dagoretti kwa jumla. Kwa hivyo baba, kila mara umetusaidia na Mungu akubariki sana. Naomba wakati huu toa orders, maana yake wewe ni baba wa orders, ili shamba ibaki kwa wafanyabiashara wetu. Hapo kwa biashara za Toi kuna wale wameweka stock ya over 500,000, 800,000, 1 million, yote wamechomeka hapa ndani. Si ni kweli? Baba, tumechoka. Baba, wewe ndio tegemeo letu la mwisho. Mungu akubariki sana. Najua MCS wako hapa kwa wingi zaidi. Naita kiongozi wetu, kiranja wetu katika county assembly ya Nairobi, Mheshimiwa my boss. Watu salimiane. Haya, vile amesema mimi ni kiranja wa bunge la kaunti ya Nairobi. Na juzi nakumbuka tulipitisha mswada wa maji, water hydrant. So nahakikisha chairman ya budget pia amekuja hapa. Atahakikisha hiyo water hydrant itajengwa katika hapa. Hii zile watu wa kutenga, kuweka, yeye yako hapa atahakikisha hiyo water hydrant imewekwa. Ya pili, mimi ndio Geto. Mimi ndio MCA wa Kilimani. Hapa jirani yenu. Na nimepewa jukumu rahisi sana ya kuhakikisha nitambue viongozi jeshi ya baba. Najua baba akitembea atembeangi peke yake. Ako na jeshi yake. Na hii jeshi yake ni members of the county assemblies wa Nairobi. Na sisi ndio tuko wengi. Nataka kuwatambua, wasimame ndio pia wananchi watoe waone. Ni watambue kwa majina. Nikianza na huko mbali, iko Mheshimiwa Redson Otieno Wangeu Ward. Hapo tuko na Mheshimiwa Munga wa Kabiro Ward. Hapo tuko na Mheshimiwa Majiwa wa Mabadogo. Hapo tuko na Mheshimiwa Oyugi wa High Rise. Hapo tuko na Mheshimiwa Swaka wa Gatina. Hapo tuko na Mheshimiwa Scholastica wa huko Embakasi. Hapo tuko na Mheshimiwa Magoba wa huko hapa Lower Savana. Hapo tuko na Mheshimiwa Mugo, Cyrus Mugo wa Ng'ando. Hapa tuko na Mheshimiwa Msango kutoka huko Embakasi Pipeline. Tuko na Mheshimiwa Danoria wa kutoka huko Dandora. Tuko na Mheshimiwa Jared Akama kutoka Mgumoini. Tuko na huyu chairman nimesema atakuja ataongea hapa vile hiyo pesa ataweka ya water hydrant hapa. Isiku ile watu wa kupanga. Chairman wa budget kutoka Madare Mabatini ward. Niko na Mheshimiwa wa chairman wa health wa Mountain View, Mheshimiwa Morris Ochieng. Niko na Mheshimiwa Amisi Malea kutoka Kangemi. Tuko na Mheshimiwa John Dile, ndaita wewe, utakuja kuongea kutoka line 7. Tuko na Mheshimiwa deputy wangu anaitwa Stanzo Omungala kutoka hapa Savana. Tuko na Mheshimiwa Palapala, chairman ya planning. Sasa umesikia mambo ya title, wewe hakikisha hiyo maneno ya title imefanyika hapa. Ni chairman ya planning. Kutoka Kitusuru, Mheshimiwa Palapala. Tuko na Mheshimiwa Jaconia, wenu hapa. Special elect wetu, chairman ya hapa. Tena tunaitanga yeye youth leader huko kwa bunge. Haya, tuko na Mheshimiwa Kado
kutoka huko Isli. Yeye ni mheshimiwa, ni chairman ya World Development Fund. Tuko na mama yenu hapa Rosemel Masisa. Tayari ashaongelesha nyinyi. Tuko na mheshimiwa Joel Mnuve kutoka Kariobangi. Tuko na mheshimiwa Lawi Komanda. Emma Silambo kutoka huko Mountain View Special Elect. Tuko na mama yenu hapa, Mama Network, Catherine Okoth, board member County Assembly of Nairobi. Tuko na mheshimiwa Ndegwa kutoka Parklands, pia ako na sisi hapa. Tuko na mheshimiwa Shadrack Majanje kutoka huko Umoja. So mkiona hapa baba ametembea, alafu kuna mwenu hapa anaitwa Ojienjera wa hapa. So baba haestembea peke yake, na tunawahakikishia sisi kama bunge la Nairobi lazima tutatembea na baba humundu. Sasa amekuja baba, anajali, wacha tutajua zawadi ametuletea, si kweli? Mungu awabariki na abariki Kenya. Asanteni sana. Wacha niite Deputy Majority Leader Kaende akuja azungumze na ninyi. Aya, asante sana bwana Wipu. Wanatoi oye, Toi mpo? Wangapi wanapenda baba wainua mkono? Wangapi wanapenda Kalonzo? Niko hapa kwa niaba ya Wiper. Wiper tumesimama imara na waathiriwa wa Toi. Sisi tunataka hapa Toi, hii mijengo inajengwa hapa baba, uangalia watu wajengewe na mawe, sababu najua hizi wenye walichoma watarudia tu. Na baba, kwa sababu hao watu wale wanachoma hapa hawakuongopi, tunataka hii Toi tuweke kibao mnaandikwa baba, tuone watafanya nini, si ndio? Ama mnaonaje? Kwa sababu baba ikiwekwa pale najua wote wataenda, si ndio? Tunataka kibao weko wapi? Hapa pakuwa kwa baba, kwa sababu ni mboma kwake. Tuone ule atachoma mboma baba, tuitise maandamano, si ndio? Ama sivyo? Ama mnaongopa? Najua baba atafanya kazi sawa. Asanteni sana. Amesema hajasema? Amesema hajasema? Baba, kwa ruhusa yako iko wakaaji ya hapa na itakuwa wataenda kunipiga huko bunge. Mama Network, kuja usalimie watu, alafu mheshimiwa komanda tafadhali. Kwa dakika moja. Wakaaji wa Kibira, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Azimio! Azimio! Raila! 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 Raila Tibim! Baba wetu ambaye ndio president wetu Raila Amolo Odinga, Speaker wa Nairobi County Assembly, Majority Leader, Chair wetu wa budget na MCA wote nimewasalimia. Lakini baba, ile kitu nakuambia ni moja. Toi imewahi kuchomeka, lakini sijawahi kuona yale moto niliona wakati wa leo. Baba, tunaomba solution. Baba, tunaomba solution. Tena nimesikia vile leader wetu amesema hapa, Toi ianzwe baba market. Baba market. Baba. Asante sana mheshimiwa Catherine. Baba market. Kwa ruhusa yako your excellency, waja niite mheshimiwa Lawi Komanda wa hapa Kibra.
Haya. Baba wetu, president wetu wa Republic of Kenya, speaker wetu wa Nairobi, majority wetu, deputy speaker, viongozi wetu wote, wana Kibra kwa jumla, hamjambo? Hamjambo? Baba, nataka kuchukua dakika 2. Lakini neno ambayo nataka kunena hapa leo, nataka ifikie kwa wale watu wetu ambao wanachoma hii soko. Baba, hii soko sasa imechomwa mara ngapi? Mara 3. Imechomwa mara 3. Na huwa inachomwa hapa na ingine inachomwa pale kule kwa kama kule. Huwa unachoma kule kwa kama Southlands na hapa kwetu. Na hii nataka hii message wafikie. Tulisema ya kwamba ujenzi iendelee kwanza. Wenye watatusaidia kujenga hii soko wakuja saa hizi. Tulikuwa hapa na wafanyikazi wa county. Na tulisema ya kwamba gavana wetu akuje atuaddress hapa, atuaddress watu hapa leo. Atuambia kwamba hii soko itajengwa lini, iwe ya county. Iwe ya county. Tulisema na watu wetu wa county, watu wetu wa trade, ya kwamba wakuje watujengee hii soko. Tuliona kama unaenda kombo, wanajificha ficha. Wakati hii soko ilichomeka saa 7 usiku, tulipiga simu baba. Lakini tuliona Goslo kutoka county yetu. Magari zilifika hapa, moja after 1 hour ndio nyingine nakuja. Na moto imejaa hapa. Hii soko iko karibu na hapa kwetu kwa armed forces hapa. Hakuna hata gari la zimamoto ambalo litoka hapa kwa armed forces, mheshimiwa. Hapa tuko na maji hapa na maji wetu hapa karibu na Nairobi Water. Ilifika hapa saa 9 usiku. Na ilikuja gari 2 tu, ile ndogo. Serikali inataka kuchukua hii soko. Tusidanganyane. Na tulisema ya kwamba hii soko haitaenda unless tumekufa hapa. Wa vijana wa Nubi ambao wanatumwa hapa kuchoma hii soko, the same tunaenda kuweka wa vijana wetu watalinda hii soko. Tutaweka wa vijana wetu watalinda hii soko, na kuna Masai kutoka Tanzania watalinda hii soko. Juu wanatumiwa hao Masai na hao vijana wetu wengine hapa kutoka hapa tu Makina. Hii soko iko Woodley. Hii soko iko Makina. Hii soko iko Woodley. Boundary hapa ya Makina na Woodley iko wapi? Hiyo barabara. Hapa Fort Jesus yote iko wapi? Woodley. Nani anasema kwamba 288 ambayo unasema kwamba iko katika Makina? Waende huku Makina kama unataka hiyo, lakini wachana mambo ya Toi hapa. Sawa? Kwa hivyo tunasema ya kwamba Toi market ina remain for wana Toi na wana Kibra. Asanteni sana. Wana Kibra oye! Wana Toi hoye! Wana Toi hoye! Amesema ya masasema? Amesema ya majasema? Kwa baba, kwa ruhusa yako, kwa niaba ya ma-chairmans, baba, kwa ruhusa yako, kwa niaba ya chairmans, wacha niite Dabar, kuja uongeleshe wanatoi. Aya, wanatoi hamjambo? Hebu tusalamiane kwa hewa. Asanteni sana baba, sisi kama jeshi lako la Nairobi tuko nyuma yako saa zote. Tumehuzunia sana hii maneno ya Toi market. Imerudi mara mingi. Tukiongozwa na speaker wetu na majority leader, tulikaa na tukasema hii mambo ya Toi market lazima iishe. Kwa sababu tunaenda kupitisha budget na chairman wa budget ni wa hii serikali wetu. Tunakuambia hapa baba, tunakuhakikisha kama mambo ya Toi market haitakuwa kwa budget, hakuna budget Nairobi tutapitisha. Ndio hii maneno iishe. Baba, sisi tumefanywa vitu mingi. Na wewe unajua tumesimama na wewe miaka yote. Na sisi sio waoga.
Kama ni mbaya, kama ni mbaya, sisi mambo ya toi wacha ishe. Pesa ya budget ya serikali ya kaunti ya Nairobi, wana Nairobi wote tunalipa iwekwe. Asanteni sana, Mungu awalinde. Si amesema? Sasa kazi yangu itaisha hapa. Wacha nichukue nafasi hii niite mkubwa yangu, party leader ya county assembly ya Nairobi. Oh, before niite chairman, nimeambiwa wacha niite chairman budget akuja ajikomita hapa. Ama namna gani? Haya basi, wacha ajikomiti. Haya, kwanza tumesema pole. Niko na maneno tatu. Ya kwanza, tuko na emergency fund. Ile mimi nilisoma. Kama mtangangana kujenga peke yenu, mimi nitarudi kwa majority leader nimwambie ile emergency fund nilisoma sitasoma tena. Ya pili, tarehe 27 nitasoma budget ya Nairobi County. Kama mambo ya toy market haitakuwa, mimi kama Odalo sitasoma hiyo budget. Baba, naweza kukuhakikishia perimeter wall ya hii soko iko kwa emergency fund. Tunakuhakikishia itakuwa na itafanyika immediately before tufike tarehe 27. Asanteni na poleni. Sasa mtu ya pesa si ameongea? Na amesema mbele ya baba. Ama haya, niwacha nichukue fursa niite kiranja haya, wacha nichukue nafasi hii niite deputy speaker wetu wa county assembly ya Nairobi. Ule mwenye atasema I deserve it ako hapa. Wacha basi sasa akuja aseme hiyo maneno chairman amesema. Asante sana bwana, asante sana. Kwanza rais wetu Raila Amolo Odinga ambaye ndiyo party leader wetu wa Azimio. Watu wa hapa Toi, hamjambo. Mimi naitwa Mheshimiwa Kados na mimi nasimama hapa nikiwa kwa niaba ya Jubilee Party ambaye ya ukweli, sio ile inaregarega namna hii. Mnajua hiyo ya kuregarega. Mimi niko kwa ile mlengo wa Jubilee original ambaye iko ndani kabisa ya Azimio. Ninasimama hapa kuhakikishia, na mimi nitamwambia spika wangu, mimi kama naibu wa spika ama deputy speaker, nimeangalia siasa hapa, nimeona hapa baba, na nimesikia kuanzia leo hii tumeibadilisha, itakuwa inaitwa Baba Market. Mimi kwa niaba ya wale watu na kwa niaba yangu mimi mwenyewe kama naibu wa spika, nisipoona hiyo mswada wa hii soko pale, spika, wacha nikuambie, mimi usinitume kwa bunge kwa sababu sitaenda. Lazima tuone pesa kwanza zimetengwa za kuweka hii soko. Iwe ni soko tena pale imetengwa, na uweke vizuri bwana chairman wa budget. Baba Market pesa zake, na ni vizuri wamechoma tu, ni kama walikuwa najua tunaenda kupitisha budget. Sasa wamejiweka mtego kwa nini? Hata afadhali wangegojea, kwa sababu saa hizi lazima tuweke ile kwa budget ile, kwa sababu najua hata kwa CIDP ilikuwa imepitishwa maneno ya ukuta, na ile imewekwa kwa nini ya serikali. Kwa hivyo pale sioni ukuta ilikuwa inawekwa ya nini? Si ilikuwa inawekwa ya soko? Si ni pesa kidogo kuongeza tu za soko? Kwa hivyo mimi nawahakikishia, mimi nikiwa mmoja na nikiwa
ambaye ndani ya Azimio ya County Assembly ya Nairobi tutashikana pamoja with all MCAs wale wako na vichwa mzuri, kwa sababu najua wengi wetu kunao hawana vichwa mzuri. Wale ambaye badala kuongozwa na maneno mahitaji yenu wananchi, wanaendesha mahitaji ya watu binafsi. Sisi ni watu tumechaguliwa na watu. Mimi sijachaguliwa mara moja. Wale wananifahamu, nimekuwa kwa hiyo nyumba kutoka 1997. Kwa hivyo mimi uchaguliwa kwa sababu ya na wale wamekuja wageni, tafadhali, kwa sababu tuko na nyinyi hapa, muache miguu namna hii kama mnataka kuwa siku mingi. Hata wale tuko kwa Azimio na waomba tafadhali, hii maneno ya kuruka hapa na kuruka hapa, hawa wananchi wanakuangalia na tuko hapo kwa sababu ya wananchi. Kwa haya machache na mengi, asanteni sana watu wa Baba Market, tutaendelea kuwatembelea. Asanteni sana. Wanatoi hoye. Si naibu wamesema, naibu wa speaker, waja sana nichukue fursa hii kuita majority leader, kiongozi ya wengi katika County Assembly ya Nairobi, aendelee kwa ratiba. Asanteni sana. Haya watu watoi, Bwana Yesu asifiwe. Sema baba, jeshi ya baba, jeshi ya baba. Haya baba, nikiwa kule kwetu Busia County, nilisema wewe ni rais wa Jamhuri la Kenya. Na hakuna siku katika maisha ya uhai wangu nitatoka hapo kama rais wetu wa Jamhuri la Kenya ambaye amekuja hapa nyumbani kama kiongozi ya wengi katika bunge. Baba, nishasoma signal. Signal is very clear. Na vile iko clear, ndio maana hapa baba umeona wajumbe zaidi ya 40 wa Azimio wako hapa. Tumekuwa mkutano kuanza saa 3 mpaka saa 7:30. Tukizungumzia mambo ya Azimio na mambo ya Toy Market. Toy Market oye! Mimi ndio naitwa Jateso. Shida ya wengi, furaha ya wachache. Ama chairman wa Maandamano Nairobi. Vile nimezungumza na chairman wa budget asimame, kwa sababu leader of majority Nairobi County baada ya baba kumteua anazungumza. Tarehe 27 chairman simama. Ukiwa chairman wetu tarehe 27 usikanyage ofisini mwangu na budget bila Toy Market itengenezwe. Kwa sasa baba yuko na serikali yoyote, wakora walichukua serikali yetu. Hatutakimbilia kwa baba afanye, sisi ndio tutafanya. Na chairman wa budget anajijua hile tunafanya. Hii ndio budget ya kwanza katika serikali ya Johnson Sakaja na itakuwa rahisi. Tukisema left lazima ikuwe left. Sonka alikuwepo na tukaona. Asiyeheshimu Raila Amolo Odinga, haki ya mama yangu, hatutakuheshimu. Hapa Mbagathi Way kuna barabara inaitwa Raila Odinga Way. Toy Market ibadilishwe pia itwe Raila Market. Na hapa si ya kubembelezana. Kama ni signpost tutatengeneza vile lao wamesema, na tukuje tulinde hapa. Wanatoi poleni, lakini msiba huu hautafanyika tena kama sisi ndio majority wa Nairobi County. Na hapa vijana, mko tayari? Hatutabembelezana na wauni. Ukichoma soko yetu, wewe ni muuni. Tutakuweka taya na tupite juu ya taya. Si kweli? Hatutaruhusu muuni kuchoma soko ya wakaaji wa Kibra. Hiyo ni madharau kwa baba. Na madharau mimi kama chairman ya maandamano. Ninaongoja baba bado signal. Nasikia watu wanapiga hatua finance bill nini. Sisi hatutaki hiyo. Baba aseme neno moja tu, tuko tayari. Kwa hivyo baba, kwa niaba ya county ya Nairobi, hakuna jambo. Uko tutapanga kazi. Na mambo ya Toy na Kibra
na ward zote ya Azimio, tutahakikisha maendeleo zimekuja pale. Usiulize baba Raila Amolo Odinga maendeleo kwa sasa. Tupiganie aingie wapi? Aingie wapi? Wangapi wanasema baba ni rais wetu na lazima aingie Ikulu? Kwa haya machache na mengi, ninaomba watu wa Kibra, shikieni hapo hapo. Baba akisema left, akisema right, akisema center, akisema kuome, iko kitu. Kwani kuna nini? Kwani kuna nini? Kwa hivyo Kibra, mheshimiwa wetu wa Kibra 1, kuwa ngangari hivyo. Baba, kuna wabunge Nairobi. Wacha nizungumze kama leader of majority. Mimi si leader wa majority ya constituency. Mimi ni leader majority Nairobi County. Baba, kuna wabunge saa hii hawataki kujitokezea pale huko. Itafika 2027. Tutawatoa kwa dayas. Tutawatoa kwa dayas. Na kama kuinuliwa mkono ya baba, tutakuwa tunauza milioni 20 siku hiyo. Kwa sababu kuna wale wamezoea kutumia baba yetu wakati ya kura peke yake. Raundi haiwezekani. Kama ni Nairobi, tutapanga kwa mwelekeo ya baba. Kwa hivyo, naomba hivi. Naomba hivi. Ndio sisi leo Nairobi tumesema MCA asipokuja hapa baba, wakati huko kwa mkutano, whip ana instruction form kuanza leo. Kama MCA afuati mambo ya chama, mambo ya chama, mambo ya chama, mambo ya chama. Ati baba, kuna MCS hapa, Ruto akikuja hapa South Sea, hao ndio na mobilize watu kwa niaba na MCS wa Azimio. Whip an instruction form. Any member of Azimio who attends other political parties' function must be de-whipped with immediate effect. And that's an order. Kwa hivyo bila kupoteza wakati, wacha nikaribisha humble man ambaye anatuongoza katika County Assembly ya Nairobi. Jamaa ambaye amekuwa na sisi akiwa councillor, akiwa MCA first term, speaker wetu. Jamaa mpole, mwenye hekima, speaker wetu Ken Ngondi, akuja karibishe baba wa taifa. Karibu speaker. Thank you. Wana Kibra oye! Wana Kibra mpo? Na wenyeji wa Toi? His Excellency, kwanza yangu ni shukran na kukusalute. Kati ya watu milioni 47 wa Kenya, mimi ndiye baba aliona ninafaa kuwa speaker wa Nairobi. Na hiyo kura moja peke yake ndio imefanya mimi niwe speaker wa Nairobi. Sio kura ya MCS. Na yule MCA anakataa. Yule anakataa. Tulikuwa na kitu inaitwa tallying center. Aende atoe kura yake hapo. Itabaki gani? Itabaki moja ya nani? Hiyo imetosha mimi kuwa speaker. Na baba akisema mimi nakuwa gavana wa Nairobi, nani atasema mambo ingine tena? Si nitakuwa? Unajua utapiga kura. Mimi hata sitakuja kuomba kura. Atasema Ken Ngondi tosha. Sasa bado ninambembeleza kidogo kidogo. Na mimi kama kijana wake, yale yote imesemekana hapa na wajumbe wa Nairobi County, kazi yangu ni kidogo sana. Ni kuuliza tu swali. Wananchi wa Kibra, kama mnakubaliana ya yote imesemekana na wajumbe wa Nairobi, kwa sababu wanasema Toi ijengwe na iitwe jina ya Raila Amolo Odinga. Sasa yangu ni kidogo. May as many of the similar opinions say ayes. May as many of the contrary opinions say nays. The ayes have it. Sasa mimi kazi yangu ni kuweka nini? Kazi yangu ni kuweka signature approved.
Sio imeisha? Kwa hivyo isipokuwa approved, sasa munitoe mbio. Baba tafadhali, hii ni wakati yako. Na kwa niaba ya County Assembly ya Nairobi, sisi tumekuja kumourn with our brothers. Because hii ni kama maafa. Hakuna janga kubwa kushinda hii. Hata kama ni kifo na kuchomekewa, yote ni maafa. Ni disaster. Kwa hivyo baba, sisi vile umetushikilia, tunaapa mbele ya Mungu, tutakushikilia. Umezaa na uko na kizazi, uko na tutukuu mpaka generation ya karibu 20. Kwa hivyo ujue baba, uko na jeshi. Donge baba nyuol. Donge baba nyuol. Donge ngi ya uwe. Jothurwa wanwa mako baba hapa na hapa. Okuye na aluongo ni Orero mondo uo kodu. Simuni ruhusu niite Orero. Mjumbe wa Kibra. Kijana wa baba. Mheshimiwa Orero, karibu. Karibu. Thank you. Kibira oi! Tusalimiane basi kwa hewa kidogo. Wangapi wamekaribisha baba hapa leo? Nione kwa mkono. Baba Jakoma, asante sana. Kwanza nasema pole kwa watu wa Toi. Nataka kusema kwamba tunyamaze kidogo. Mimi sikukuwa, nilienda nje kwa kikazi, nimerudi leo saa 2. Na nilifika hivi nikasikia hapa kumechomeka. Nikasema sitamaliza siku 10 huko. Tukaongea na baba, nikasema lazima nirudi, tukuje tuone watu wa Toi. Na vile nimerudi leo baba, hawa watu wa Toi sio mara ya kwanza, sitaki kurudia. Lakini ulisema nichunge hapa Kibra kwa niaba yako. Na hakuna kitu itafanyika hapa kama ujui, na hakuna kitu itafanyika isemekane eti watu walikuja hapa kuiba land hapa Kibra kama bado huko na bado tuko kwa niaba yako. Tumeambiwa vile umesikia kuna watu 43 hapa wako na title fake. Nataka kusema hapa mchana, hakuna mtu ataiba hii land kama tuko. Na wakijaribu watajua hapa ni Kibra. Tunakushukuru umekuja. Kuna chakula ulituma jana na juzi imepatikana, watu walipewa vizuri, na leo pia umeleta vitu. Watu watagawa vizuri, zimekuja, ziko hapa, utawaambia. Na pia Saturday kuna rafiki yangu Bishop amesema ataleta chakula ya watu 1000 hapa. Na wacha niseme hivi, hapa watu wanatusumbua, wanataka kuiba hapa land. Na kule parliament pia bado wanatusumbua. Mimi niliingia leo nikaenda parliament, tumejaribu kupigana nao, wanataka kupitisha bill kwa nguvu. Nikitoka hapa tena narudi, jana wali extend mpaka usiku. Lakini wakipitisha bill kwa nguvu, hiyo siku tu itapita hivi, next day baba tunaomba utuitie maandamano. Na sisi ndio tutakuwa mbele kwa hiyo maandamano. Na hawa wote ukisikia vile raia wanaongea, wanasema nini imefanya baba this time? Mbona baba amenyamaza hivi? Wacheni baba pia atulie, tuone vile wanacheza kadi zao. Lakini wakipitisha, baba tunaomba tuitishie tu maandamano tu. Hiyo ndio lugha inasikika hapa Kenya. Na this time hiyo maandamano ikiitishwa, tunaomba raia wote, imagine hawa, kuna bill pale tunasema close think 26. Hata wale wamama wako na chama yao wanataka kutax. Wamama wanapata 2000 wana tax.
Vijana wako kwa digital platform wana tax. Hata ukipeleka mahari kuoa wana tax. Sasa vijana watakaa bila kuoa. Hii tax imezidi. Otherwise, sitaki kuongea sana baba. Watu wa Kibra, hapa ni kwako. Kuna rafiki yetu hapa Maji yuko wapi? Tunataka tu kutambua, hautaongea lakini kuja uonekane. Sasa hii baba Tundi ataongea hata kuongea. Salimia tu baba, hiyo ni baraka. Kuja uonekane. Unataka kujiintroduce? Kidogo. Kibira oe. Kibira oe. Toy market pole. Lakini kitu imesema hapa kwa jina Toy imefanya nini? Jina Toy imefanya nini? Kwa hivyo ni Raila nini? Mtakubali tena ichomwe? Mtakubali tena ichomwe? Baba, nilipigiwa simu saa 8 na Uchieng Jera anko wangu. Toy market ikiungua. Lakini mjue kitu moja. Walianza kuchoma Toy market saa 7 na dakika 20. Mtindo wa leo asubuhi walianza kuchoma saa 7 na dakika 20. Fire engine inakuja baada ya 1 hour. Mtindo wa pia fire engine imekuja after 1 hour. Na zote hazina namba. Mnasoma hiyo kitu? Mnasoma hiyo kitu wanasoko huru? Mmesoma hiyo kitu? Kwa vile baba wewe ni president wa Kenya, Kibira ni constituency moja. Tukipata nafasi pia tutembee Toy market. Tuambie hakuna kitu ya mwananchi mdogo itaharibiwa. Raila akifanya nini? Raila akifanya nini? Na wachia hiyo siasa hapo, na gonga siasa juu kido. Ngoja umiza nini? Ngoja umiza nini? Baba, matumbo imeiva, pakua tukule. Si ndio? Si imeiva? Si wameharibu nchi? Bado mnataka kungoja? Asanteni sana. Asante sana. Nafikiri ameongea baba. Walijaribu kuchoma Olympic ikazimwa, wakajaribu kuchoma Lindi, na jana wamejaribu kuchoma Makena. Hawa watu wanachoma Kibra, tunawajua. Na tuko gangari, na pia tutaanza mambo yetu. Otherwise, kwa sababu ya wakati, baba atawaambia vile amekuja. Sisi tuko na nyinyi hapa pamoja. Saturday tutakuja na bishop tena kugawa chakula. Tunataka mkae nyinyi kwa amani, lakini kukaa kwa amani si eti sisi ni wanyonge. It is not a sign of weakness. Sisi sio wanyonge vile wanafikiria. So tuko hapa, watu wa Kibra, mkiitishwa hiyo nimesema tutoke wote. Na kwa hizo maandamano watu wa Kibra ndio wamekuwa watu wa mbele kuliko wengine. Si ndio? Kibira hey! Wangapi wanasema baba sasa akuje aongee na nyinyi? Haya. Hello. Kibra hoye. Kibra hoye. Vijana hoye. Asanteni sana. Nilipata habari ati Toy market imechomeka. Mimi nikapata huzuni kubwa sana. Manake hii sio mara ya kwanza, sio mara ya pili, sio mara ya tatu, sio mara ya 4, ni mara ya 5 Toy market kuchomeka. Mimi 1996 kama mbunge wa Lang'ata wakati yule nilikuja kumenyana na hao watu hapa. Ilikuwa Toy iende wakati ile siku hiyo, na tukasema la, haiwezi kwenda. Hao wanyakuzi walikuwa wameanza mapema sana wakati ile ya Nyayo. Tuliwazuia
2007 walirudi tena, wakajaribu yote haya yote, tukawazuia mpaka sasa. Sasa mimi nataka kusema ya kwamba hii iwe ni mara ya mwisho ambayo Toi imechomeka tena. Tayari nimeongea na gavana na nimemwamurisha yeye. Nimesema Toi Market kwanza nataka itangazwe ya kwamba hii ni umma ya Nairobi County, alafu ijengwe na pesa ya county ya Nairobi, ili hawa wanyakuzi najua kwamba siku zao sasa zimehesabiwa, na ni watu ambao wanajulikana. Kama ingekuwa wamefanya yale walifanya mwaka ile nyingine, hawa watu tayari wangekuwa wako ndani. Sio wanajulikana, tunajulikana. Kwa hivyo sisi hatuwezi kukaa kuona kila mara kwa mara wafanyabiashara wanapata hasara, bidhaa zao zinachomeka ovyo ovyo namna hiyo, ati watu wanatoa mchango hapa na pale kuna kwa huruma. Hii ni kitendo cha unyama ambayo tunataka kuzika kwenye kaburi la sahau, ili wafanyabiashara wao wanafanya biashara kama wako na hakika ya kwamba wataamka kesho na biashara zao zitakuwa ziko. Maana hawa ni watu wa chini, watu maskini ambao wanapata pesa kidogo sana. Sasa sisi tunasema haya mambo ya unyama, vitendo vya ukaidi kama haya tunataka tuzike. Hii ndio Kenya mpya tunataka kujenga. Kwa hivyo poleni sana. Juzi mimi nilituma chakula, Nimepata. Sasa leo nimeleta vifaa vya kujenga. Ziko hapo. Na vile vile nimekuja na hawa watu wangu. Tumeona hawa. Nimeleta nyinyi vile vile pesa kidogo. Nitapatia mwenyekiti, atajua vile atagawanya 1,000,000. Hello, tunataka muendelee kufanya biashara zenu kwa njia ya taratibu bila kukuwa na hali ya wasiwasi. Poleni hapo kidogo. Sasa nataka kusema maneno muhimu zaidi. Sisi mliona tulisema maneno mengi huko. Nataka kutoa shukrani kwanza kwa nyinyi watu wa Kibra kwa kujitokeza wakati tulisema watu watoke nje wafanye maandamano. Si mlitoka? Alafu jamaa akauliza sisi, akasema Raila ndugu yangu, tafadhali tuongee. Tulikubali. Tukapeleka kamati ambayo ilikuwa inaongozwa na wakili Otiende Amolo. Kukutana na wale watu. Kule walipoona waenda kule kwa mazungumzo, kukakuja ujeuri. Watu ambao hawataki mazungumzo, wanataka tu kuharibu wakati hapa na pale. Watu wetu wakachoka nao watu. Manake swali muhimu zilikuwa ziko 4. Moja ilikuwa gharama ya maisha wananchi, bei ya maisha, bei ya unga, bei ya mafuta, bei ya sukari, bei ya stima, karo ya shule, sivyo? Pili, tukaongea mambo ya kuundwa upya ya tume ya uchaguzi ya IBC. Tatu, tukasema mambo ya saba kufunguliwa na kukaguliwa. Alafu 4, tukasema mambo ya vyama vyetu vya Azimio, ODM, Wiper, Jubilee, DAP na kadhalika. Tukasema wacheni na vyama vyetu, wacha mambo ya kununua wabunge wetu kupeleka ngambo yetu. Haya yote walipoenda wakaanza kuongea, wakaanza kuleta ujeuri mingi zaidi. Watu wetu sasa wamechoka. Mambo ya gharama maisha sasa wameleta matusi.
hii mswada ambayo umeleta ya pesa, finance bill, iko mbele ya bunge. Wameanza kuongea siku ya leo. Hiyo finance bill hiyo ni kuweka msumari ya mwisho katika jeneza ya maiti. Hiyo ukisoma hiyo, kila kitu itapigwa ushuru sasa. Pesa ile kitu ambayo inaitwa VAT kwa mambo ya mafuta wanazidisha maradufu. Ilikuwa 8% inakwenda kwa 16%, mara mbili. Bei ya mafuta ya petroli na dizeli itaenda juu na shilingi 10 na kadhalika. Na hiyo kishaenda juu, kila kitu bei yake itaenda juu pia babidi. Sasa wamesema hata kama biashara yako imechomeka hapa, ukipata pesa kutoka kwa insurance, yani bima, unatoa ushuru 15%. Mzuri. Unasikia hiyo? Hata wewe una biashara pale ya kinyozi, kunyoa watu au wale kina mama wa kurembesha watu, kusukazuka nywele, utatoa ushuru. Kama wewe unafanya biashara ambaye kila siku unapata shilingi 1,370, utakuwa unatoa ushuru kila siku. Sasa jamaa mwaka uliopita walikuwa naongea juu ya mambo ya mama mboga. Si mama mboga ni biashara ya shilingi 1,000 kila siku. Walikuwa naongea juu ya boda boda. Sio? Hajui mahasla. Hiyo lugha ilienda wapi? Lugha ilienda wapi? Hii finance bill ikikuja hapa, Wakenya watakuwa maabusu ya kupiga ushuru peke yake. Hakuna mtu ambaye amekataza serikali kutoa ushuru. Tayari iko pale msingi ya kutoa ushuru. Serikali ya uhuru ilikuwa inatoza watu ushuru, na ilikuwa inafanya kazi. Sikuwa inafanya kazi tangu wakati ushuru ulikuwa pale mpaka ilipoacha. Mliona siku nyingine kama mshahara ya wafanyakazi imechelewa? Mliona kama walimu hajapata mshahara? Umeona hiyo? Walisema Uhuru aliwacha hazina kama iko wazi. Miezi 8 sasa ikiwa kama wanarogota ushuru. Hiyo pesa imeenda wapi? Sasa unasema wanataka kuzidisha ushuru na kujenga manyumba. Manyumba zilikuwa zinajengwa hata na hilo ushuru ya Uhuru. Kujenga nyumba kwa maskini mimi ndio nilileta. Slum upgrading program. Nilipokuwa mimi waziri wa barabara na ujenzi na manyumba, ndio nilileta mambo ya kujenga manyumba kwa maskini. Tukasema tuanze hapa Kibra. Wakaenda mahakamani, wakasimamisha hapa na pale, mpaka baadaye tulipopita namna hii, tulianza pale huko chini. Tuliwacha huko chini. Tulileta ushuru. Tuzidisha ushuru. Tulianza kujenga bila ushuru. Hiyo ushuru kama unataka kuleta, kwanza watu waketi chini wazungumuze, waelewane vizuri. Unasema hii ni wewe unatozwa kwa sababu wewe unataka ujengiwe nyumba, lakini mwajiri wako anatoa kwa sababu gani? Nyumba gani ambayo anataka? Sasa there must be a national dialogue to discuss and to agree so that we even put infrastructure in place. Hii pesa ambayo unataka kutoza watu inaenda kwa zina gani? Inaenda wapi? Haya yote hakuna mpango ambao walikuwa wameweka hapo sawa sawa. Kwa hivyo sisi tumesema hiyo tumepinga. Na tumepinga mpango mengi ambayo jamaa wameweka kuzidisha ushuru. Shida ya Kenya sio idadi ya ushuru ambayo inatozwa. Shida ni wizi wa mali. Pesa ikiingia pale inaenda kwa mfuko ya watu binafsi. Hata ukiweka maradufu bado hiyo pesa haitapatikana. Sasa tumemwambia jamaa, shikeni wale wezi. Zibani pale zile mashimo pale ambayo pesa inavuja. Na pesa itakuwa iko ya kutosha.
Hiyo ni mpango ambayo Bwana Magufuli alifanya kule Tanzania na kainua nayo uchumi kule Tanzania. Sisi kama tungekuwa tumeshika wakati huu, mambo yangekuwa tofauti kabisa. Lakini hawa jamaa ni mayatima ya Nyayo. Hawalewi namna kuendesha ushuru. Isitoshe, huyu mwingine bwana anaitwa Bwana Gachietha. Halo? Anasema ati Kenya ni kampuni. Ati kuna watu wana hisa. Wengine wana hisa mingi zaidi, wengine hisa kiasi, wengine hawana hisa. Ati kazi yake ni kukaa pale kama mtu wa mkono. Akiota wewe huku kwa mstari anauliza wewe una hisa ngapi? Kama yeye huna anatoa wewe na kurudisha wewe huko nyuma. Analeta mtu mwingine. Tunasema sasa kama wewe huna hisa unatoa ushuru ya nini? Si ushuru unarogota kwa kila mtu. Bila kabila sio? Sivyo? Lakini ikifika wakati ya kuajiri watu kazi, kabila yao peke yake. Kabila yao peke yake. Sio ni matusi? Sio ni matusi? Sasa hajui jina ya Onyango, hajui Mutua, hajui Wanyama, hajui Hamisi, anajua ni nani peke yake. Sinajua hiyo? Simuona hiyo? Tuambie Bwana Gachietha wewe. Tutakuwa na wewe. Tutakuwa na wewe. Tumeelewana vizuri? Kwa hivyo sasa tumesema mambo ile ingine ambayo tulisema ni mambo ya kufungua nyungu ile sava ili onekane ni nani alishinda uchaguzi. Mwanake mliona Chebukati au Chebuchetha kule akiwa kama mwenda azimu, si mlimwona yeye? Chebukati na wawili walisema ni Ruto. Cherera na watatu wakasema ni baba. Tatu na nne, ipi ni kubwa? Ipi ni kubwa? Hii ndio sababu sisi tumezidi kuambia kwamba kama mnataka kuendelea mbele, fungueni sava. Tukague sava sawa sawa. Mnakubali? Mnakubali? Ingine ambayo bado iko hapa swala jeti ni mambo ya kujaribu kusumbua na kunyakua vyama vingine vya Azimio. Maana yake katika uchaguzi uliopita chama cha Azimio ndio ilipata wabunge wengi zaidi. Mlengo wa Azimio ndio ilipata wabunge wengi, karibu wabunge 10 kushinda Bwana Kenya Kwanza. Lakini wameanza kila mara kununua wabunge wetu, wanavuka pande ile. Sasa wanataka kuchukua Jubilee. Tumekataa. Wachana na Jubilee. Tumwambia wale wabunge umalaya wa siasa mpaka ishe. Kama unataka kuingia kubaki ndani ya bunge, turudi kwa wananchi. Kura upigwe. Mko tayari wananchi? Unaunga mkono? Halo? Sasa wiki ijayo watapitisha hiyo finance bill, sio? Watapitisha, sivyo? Hiyo itakuwa ni parapanda. Mwanzo mtakuwa mko tayari? Mko tayari? Jamaa alikuwa naonya ati hakuna maandamano imekubaliwa, si bwana Kithure Kindiki. Bwana Kindiki, rudi kwa shule. Soma kamili katiba ya Kenya. Katiba inasema ya kwamba wananchi ndio number 1. Wao ndio wako sovereign. Wako na haki ya kuchagua na kunyakua vile vile uwezo. Kwa hivyo Wakenya watatumia uwezo wao na uwezi kuwakataa. Ama sivyo? Mtakuwa tayari? Mko tayari? Wakibila mko tayari? Mko tayari? Nione mkono hapa.
Azimio! 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 Asante sana. Sasa mabati ndio haya, na nimeleta vilevile na bao. Umeicheki? Twende. Kwa sawa twende. Hapa ni bedroom.